Juzi tarehe 25 ilikuwa ni siku ya giza sana katika taifa la Kenya. Watoto walijitokeza wengi, wale wanajiita Gen Z, wakisema kwamba ule mwaka uliopita 2024 kuna vijana walikufa karibu 67, wengine wakapotea hawakupatikana, kwa sababu walikuwa wanapinga sera ya serikali, hasa mambo ya cost of living na mambo ya ushuru ambayo ilikuwa imepanda juu. Lakini mambo ikakuwa namna gani? Juzi ikakuwa mbaya, watu wamepigwa, mali ya watu inaharibika, tena vijana karibu 15 wameuawa, wamekufa. Ili taifa la Kenya, Mwenyezi Mungu anatupenda, lakini tukiendelea kumwaga damu vile tunamwaga damu, tunaomba matatizo yatakuja kutusumbua baadaye. Lazima tuanze kukua tolerant. Serikali nawaambia, na mimi na wala sisi kuambia, the moment unaenda kutafuta kura mbele za watu na kupatia kura, kuwa mvumilivu, panua roho yako kubwa. Wacha watu waiseme mambo, waweke uchafu yote hiyo, batusi nini, wacha waweke hapo, maana wewe ni kiongozi. Hapana kuwa tu na hasira, kuwa na hasira na umebeba bunduki na hasira yeti barabara moja. Ndiposa unaona mtu anapiga mtoto risasi. Ukipiga mtoto risasi anakufa, anapelekwa mochari. Wewe ikifika jioni unarudi nyumbani, unaenda kukaribishwa na bibi yako na watoto wako. Mbona usifikiri vile wanafurahishwa na watoto wako namna hiyo? Yule ambaye amepigwa risasi, na wengine wanapigwa risasi, hata mtu anapigwa risasi ni kama unaua ndovu. Risasi moja hata ni excess kwa binadamu, unapiga 3 4 ya nini? Sasa mtoto amekufa, mzazi analia. Wale ambao wanawajibika, na mimi nashangaa, naona David President anaenda anasema kwamba hili baada kubandika tena na watu wataona. Mwaka ujao kijaribu wataona. Watu wataona nini? Waziri ambaye anahusika na usalama anasema kwamba wale ambao waliua watoto wetu walifanya vizuri na hakuna askari ambaye atachukuliwa hatua. Mkisema na mnene kama kila askari amepewa ruhusa kwenda kuua watu, hii kwa nini inakaa namna gani bwana? Hii inakaa namna gani? How can you be so proud as a deputy president, as a cabinet secretary, to celebrate wakati watoto wetu, watoto atafika miaka 20 amepigwa risasi, and you show no mercy, no sympathy, no empathy, nothing. Wewe unafurahi? Ile kitu serikali inataka kufanya kwamba kama itake maandamano mengine watu wakufe, iangalie hao vijana wanaongea nini. Haya masuala ambayo wanasema ni masuala muhimu. Useme kwamba utakataza maandamano ya mwaka ujao ukitumia bunduki. Maliza maandamano ya mwaka ujao ukiangalia ile mambo watoto wetu wanasema.